Father gang. Bosi, taarifa zako zote mimi ninazo. Hebu tulia hapa. Unajua kutokana na yaliyotokea jana, nikasema umefanya vyema ndugu yangu kunitafuta. Uje tuzungumze kwa busara, kwa utulivu, ikiwa yule mwanamke hayupo. Tujue nini cha kufanya, kwa sababu mwisho wa siku mafaili yamefanyaje? Yameingiliana. Lakini wewe unakuja, unapayuka, unanijia juu. No bro. Mambo yataki kuwa hivyo. Bosi, nimekuambia taarifa zako zote mimi ninazo. Alafu bosi, hivi kweli mimi ndugu yako, nyumba inaungua, unaimwagia mafuta badala ya kunisaidia? Alafu unajua kwa nini nakuita bosi? Kwa sababu unanipa hivi vitenda vidogo vidogo na mimi ni sky ile kile. Tena nakupa heshima, nakuita tembo mtoto. Lakini kwenye hii vita ya mapenzi, amini kwamba umekutana na simba. Kitu ambacho wewe ukijui, unaona kama sikusaidii. Kumbe ninachokifanya ndio ninakusaidia. Kwa sababu gani? Mimi nikikuonyesha kwamba mwanamke wako ni dhaifu, hiyo kwako ni faida. Kitu ambacho wewe ukijui, mwanamke wako ni kunguru. Zote kunguru afugiki. Bosi, wewe unamuita mke wangu mimi kunguru? Yeah. Bosi, wewe si unajua kwamba mimi ninavyojisikia? Unajua kabisa humu ndani kuna vitu vinanifinya, vinaniumiza kwenye moyo kwa ajili ya yule mwanamke. Alafu leo unamuita mke wangu mimi kunguru, malaya. Ha! Bosi, nakuomba kaa mbali na mke wangu. Nakuomba kaa mbali na mke wangu. Naomba baki na kazi zako, baki na pesa zako, ila mke wangu, mke wangu. Tutaonana wabaya. Tutaonana ubaya. Sasa mimi ni ndugu yako. Tutaonana ubaya. Tafuta hela. Nasikia dogo? Tafuta hela. Karibu jisipo nyumbani. Ah, brother, enjoy your life. Nimefurahi sana kukutana wewe. Na mimi nimefurahi pia. Sikutegemea kama nitakutana na mtu kama wewe. Nani vile? Fatina. Okay. Majina nzuri. Asante. Halikuzidi wewe. Unaonekana vizuri. You are so beautiful. Achana na ya nje. Ngoja jione ya ndani. Sawa. Karibu. Ngoja nikusaidia kuvua au nikureshe. Achana na hii. Sio muhimu kwa sasa. Sawa. Kuvua hii maana.
leo itakuwa ni siku nzuri sana kwangu. Na imani tutafurahia. Tutafurahia Mama la Masontojo. Mama la mama. Kama kawaida yako. Si unajua mimi ninavyopenda lumbua. Hapo umenipatia mama. Na wanasema kitu kimoja. Silaha kubwa ya mwanamke ni upishi. Na hii silaha wewe umeibeba. Haya ndo ule sasa. Lakini nilipokea mboga nyingine pale. Sasa hivi tena nakuta mboga nyingine. Vipi tena mama? Hii mboga ilibaki jana usiku. Kwa hiyo nikaona kama itaharibika. Kwa hiyo nikaona tuile sasa hivi, alafu ile pale tutakula usiku. Kasema nini mimi? Master plan umeongea. Acha nijipakulie minyama mimi nilumbue. Alafu yule bwana niliongea naye na nina imani alinielewa, kwa sababu yeye ni mtu mzima na mimi ni mtu mzima. Lakini pia mimi sioni haja ya mimi na wewe kulijadili hili swala mara kwa mara, kwa sababu tulishaelewana. Swala la kuhudumia hapa nyumbani wewe niachie mimi, na mimi niko tayari kuyasimamia majukumu yangu kama mwanaume na sijashindwa. Kwa hiyo ungeachana nao na hela zao. Hiki kidogo tunachokula ndo cha kwetu, na tulizike nacho. Ipo siku tutapata vikubwa. Mimi nimekuelewa mpenzi wangu. Yeah. Na kuahidi ili halitajirudia tena. Si unajua ninapokupenda. Hata kule nilikokuwa naenda mpenzi wangu, yaani sio kwamba nilikuwa na enjoy. Yaani hata kama nikiingia kwenye show pale, yaani ilikuwa inakuvutia hisia wewe tu. Najisikia la. Kwa hiyo tena kama tunaelewana. Hamna ambacho kitarudi. Poa. Nashukuru. Promise? Yeah. Nitakula mpaka vidole. Huwezi kuiona ikiwa haujapenda. Ngoja uteseke. Kwa hiyo nataka kuniambia kuandaa kote msosi kule na uwezi kula? Samani itanisaidia nini mimi? Yaani tupo katikati ya mchezo. Unatoka mchezoni. Yaani kwa jinsi nilivyokuona, mwanaume umejazia, una nyama zako kifuani. Nikafikiri mwanaume si ndo huyu. Kumbe una lolote, ni joka la kibisa. Unajua mimi ni mchezaji mzuri sana, lakini nimepata injury kipindi niko homa. Kwa hiyo naingia uwanjani tayari ni majeruhi. Sasa mimi naomba tutafute solution ya jinsi gani ya kuweza kufanya na si kulaumiana. Hiyo sio sifa ya mwanaume. Yaani mimi na tatizo gani kwanza? Mtoto mbona nipo sawa? Kiuno ninacho, kama ni paja ninalo. Yaani kipi asojalizika nacho ni kwa mfano. Sikia nikwambie. Ushafeli, umefeli shughuli yako mwenyewe, mimi sina muda kupoteza. Ninachotaka hapa ni changu baba. Hatuwezi kutafuta namna nyingine ya kuweza kufanya. Mimi na imani mwanaume unajiweza. Uwezi ukaacha njia panda. Naomba unipe changu niondoke, sina muda wa kupoteza baba. Naomba tuelewane.
Amani ya upendo huwezi kuiona. Shoga yangu, leo si nimekutana Kisanga? Wewe tuna ushogi na jipi. Haya Kisanga gani? Mwanzo wa kukutana mwanaume mzuri, ana body fulani hivi, si unajua six pack imekaa ikakalika sehemu yake. Mwanaume anajua kuandaa. Akaniandaa mtoto wa kike nikalewa nikakaa hivi. Jamani, mbona chelewa mnipe amshamsha? Unanisimua afu unapoa, unajua Hem niambie kipi kwani kilichoendelea? Nasubiri sasa hiyo show. We. Kapeleka moto. Mwanaume anajua kuandaa. Ila sasa jogoo pande mtungi. Kwa ni mwendo wa kuchafuana tu, afa mna maajabu. Kwa ikawaje? Na mdomo wangu huu niache kumsuuza. Hapo nikamsuuza, nikadai changu na akanipa na nikasepa zangu. Yaani wewe umempozea. Mimi wewe ningeruka naye majoka mpaka maji angetamma. Upo? Yaani ningemwashia moto. Yaani fanya kama unaona mwili huu. Mpelekee Msomali. Sasa nikaila nako Msomali tena aanze kunijia. Basi na shilingi hata na mimi moja na yeye. Unazitoa sana unazidisha hata aibu wewe ni jamani. Kwa kazi gani ulofanya? Mimi kazi ya kuchafua chafua. Taipasua basi kwa pasa Msomali wako akose. Kwa hiyo sasa ndugu yangu. Vipi mbona umekuwa hivyo? Sijakuzoea kwa hivyo kabisa ndugu yangu. Alfa ndugu yangu. Niambie Giza. Leo ndio nimejua kuwa pesa haina maana yoyote kama kwenye tendo utakuwa hauko sawa. Aibu yako ni ya kwangu na aibu yangu ni ya kwako. Sijakuelewa, hebu funguka vizuri. Unajua unanichanganya. Na uzuri wote ule na jinsi ambavyo mwanamke ameumbika, ana kila sababu ya kumshawishi mwanaume. Alifanya kila kinachowezekana ili aweze kumuingiza mwanaume kwenye mfumo wake. Inaonekana alifunzwa vizuri sana jinsi ya kuweza kumpetipeti mwanaume. Lakini yote kwa yote alinishika kuanzia kichwani mpaka kwenye unyayo. Lakini siku hizi hata shoti moja ya umeme ambayo imeingia kwenye mwili wangu. Kifupi, sio yeye, ni mimi ndio niliyefeli. Unajua hili swala kwa mtu ambaye yupo karibu na wewe kiundani zaidi lazima limuumize. Sasa mimi naumia sana kusikia. Alfa, sasa kulingana na hii situation sihitaji kukaa kwenye mtaa. Nahitaji kuhama. Maana nahisi itakuwa ni kama BBC London. Taarifa zinatoka huku, zinaelekea huku, zinatoka huku, zinaelekea huku. Na kutokana na status yangu, naona hapana. Itakuwa ni aibu kubwa sana. Ila ni kweli ndugu yangu. Kama Msomali ndo aliyokuunganisha kwa huyo binti, leo hii Msomali akijua na yuko ndani ya mtaa huu, utaibika sana ndugu yangu. Utapata fezea kubwa. Mimi hilo sikupingi. Sikupingi kabisa, lakini nilikuwa na wazo. Unaonaje twende kwa mtaalamu kuhusiana na shemeji yako tulivyoongea, ili upate msaada, yawezekana ikawa suluhisho. Mimi sijakupatia tamasa. Alfa ndugu yangu. Naam Giza. Nimekubaliana na wazo lako. Hiyo ndio itakuwa ni risasi ya mwisho sana kwa upande wetu. Na tukifeli hapo, na hisi mimi maisha yangu atakuwa tena yanapotea. Hatuwezi kufeli. Hatuwezi kufeli. Niamini mimi. Acha tukaze mimi. Acha tukaze mimi. Pole sana ndugu yangu.
Niambie mke wangu, kipenzi cha roho yangu, nakupenda sana. Unajua kila siku kuna kuzidi kucha, unazidi kunawiri, unang'aa, unanenepeana, mpaka majirani wanatuonea wivu. Amna mwanangu, unajua nakupenda sana. Sana. Fika wa majirani pia wanajua kama mimi na wewe tunapendana. Niambie. Ndio nakwambia. Funguka, nipe maneno matamu nijisikie raha. Mwanangu, unajua mimi ule mkopo wetu nilochukua adaiwa leo. Kwa nipeleke hela yao, afu nimeamka vibaya mwezio. Kwa nini kwa naomba unisaidie hela yao nipeleke, wasije wakanifuata hapa nyumbani aibu. Kwa sasa mbona unaniuzi? Unajua nipo kwenye furaha afu unanipa taarifa ya mauzi. Haya, huo mkopo umewezaje kukopa mkopo bila mimi kunipa taarifa? Wewe acha tu mume wangu. Tulikaa huko mtaani kina mama tukashaishiana, wakanishawishi na mimi wakanijaza nikajaa, nikajikuta nimechukua mkopo bila kushirikisha. Na wakaniambia kwamba nitamudu kulipa, na mimi kichwa kikavimba, nikajua ni kweli. Na wakaniambia hata siku ukifeli tunachangiana hapa, tunasaidiana, tunapeleka rejesho. Lakini cha kushangaza leo sasa nimefeli, sina hiyo hela. Walivyonikataa na wanataka hela yao. Yaani wewe bwana, mke wangu bwana. Wakati mwingine nakupenda, lakini kuna muda unaniuzi. Unajua unachukuaje mkopo bila mimi kunitaarifu? Unajua mimi ndo mume wako ndani, ninayekujua wewe kuvaa, kula, kuendelea kuwa mzuri kila siku ni mimi hapa. Basi usiendelee sana. Na mimi naogopa sije wakaja hapa nyumbani wakanizalilisha mume wangu. Naomba nisaidie hela yao tu nipeleke rejesho. Sitorudia tena nikimaliza mkopo wao. Mimi najua wanawake wengi sasa hivi wa mitaani wanadhalilika kwa ajili ya mikopo. Na ukiangalia hata haina faida yoyote ya maendeleo isipokuwa ni kudhalilika tu. Basi Mungu, sitorudia tena. Hii ndio mwanzo na mwisho. Wewe nisaidie tu kwa leo nipeleke. Kwa sababu tunakupenda. Kwa leo tunakupa nafasi hiyo kwa ajili yangu. Napenda pia mwanangu. Yes, hello. Ndio. Nani Giza? Wapi? Ise. Yaani uko chakari kabisa? Ise. Aya, sawa, sawa. Wangu. Kuna salule imetokea kidogo tu, rafiki yangu amelewa. Na hajitambui kabisa. Nasikia amelewa, yani amelala, yani uko hoi hapo analopoka tu. Isi aibu hii. Afu aibu nitaipata hata mimi maskini. Gani? Naomba wewe ndo uende. Usijali. Nishakuahidi usijali. Nipo kwa ajili yako najua. Kwenye kuzinga komborela nilimfanya mjinga. Kila nilipobutua yeye mwenzangu. Mdogo wangu karibu sana. Asante sana dada. Kwanza leo nimekuita na mazito, una kifua? Kifua ninacho. Sasa hivi nimeshakuwa mtu mzima tayari. Kwa mtu mzima So fikiria kifua cha kumbebea Giza, kifua cha kubeba ya dunia utakaoyasikia. Nina kisahani ambacho ninacho na cha udongo. Nimeshindwa kabisa kukitunza kabatini kisivunjike. Naona hivi leo nakivunja. Mwenzangu mimi amenishinda, acha tu nikwambie ukweli. Mazito gani haya ambao tunaongea kila siku mpaka nakuja kuomba ushauri au kuna mengine? Yangekuwa haya, unafikiri mimi ningeweza kukuita unikwambie tena? Si ulishaniambia na tulishaongea nikakupa ushauri akaisha. Haya ni mapya. Yaani mwenyewe nikikwambia kama kuzimia ukazimia kwako, hapa kwangu haka sitaki ushahidi. Mbona unanitisha?
Wala sipatishi, utatishika zaidi nitakapokuambia hizi habari. Yule mwanaume unayemwona pale ambaye unamuita mume wako, unavyomuona mara sebleni, mara jikoni, mara dining room, mara chooni, yote anayafanya yule bwana ana tatizo. Tatizo si dogo. Wewe kila siku unalalamika mume wako akupe unyumba. Mume wako ikifika muda wa tendo la ndoa anabadilika. Kwa kifupi tu, mume wako asimamishi. Sio yani jogo apandi mtungi. Huwezi kuiona ikiwa haujapenda.